Ndio ile point ya nyuma pale niliyosema kwamba mazingira yako ya sasa yasikufanye maisha yako, yasikufanye eleze maisha yako ndio yalivyo. Pamoja na kwamba Yesu alifika gerezani miaka 27, bado alipotoka akatoka na maono yake yale ya kutamani kuona kwamba kuna usawa katika nchi Afrika Kusini. Mpaka tunakuja kuona kwamba maono yake yalikuwa ni makubwa kuliko mateso ambayo alikuwa anapitia. Kumbe maono ya mtu akiwa ndani yake ni makubwa kuliko mateso ambayo anaweza akayapata akiwa anapambania kufikia kwenye maono aliyonayo. Wanasifiwa sana. Kwa hiyo tunaona baadaye akawa rais wa taifa la Afrika Kusini, Nelson Mandela. Na alipokuwa rais, huyu jamaa aliweza kuleta usawa kama jinsi alivyokuwa anaona ndani yake kabla ya kuwa usawa. Maana nikasema kwa mwanzoni, maono ni ile picha ya baadaye ambayo mtu anaiona kabla hajaanza kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu jamaa alikuwa baadaye akasema kwamba it is always seen impossible until it is done. Kila jambo huonekana haliwezekani mpaka litakapowezekana. Haleluya. Kwa kumbe kabla jambo haliwezekana, unaweza kuona ni ngumu sana hili jambo. Nitawezaje kupenya? Nitaweza kufikia hii ndoto ninayotamani kufikia? Ya kila tamani kuwa mfanyabiashara mkubwa. Nitaweza kufikia hatua ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Natamani kuwa mhubiri mkubwa. Nitaweza kufikia hii maono unayoyaona kwamba anasema kila jambo huwa ni gumu kabla haliwezekana, au kila jambo huwa ni gumu mpaka litakapowezekana. Kwa sasa wewe unachotakiwa kufanya ni kuendelea kuona kwamba